asifiwe sana. Tell your neighbor, Christian lies in the heart. Christian is not in the body. Christianity is not in the body. Christianity is in the heart. Because the body can deceive, but the heart cannot deceive. The abundance of, is it the abundance? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So when you hear somebody speaking, he is speaking from the heart. So kama mtu akiongea matope, anaongea kama matope, ni heart inafanya nini? Ni heart inaongea. So we are looking at this. Christianity lies in the heart. It is in your heart that your Christianity can become a reality. But tuulize maswali. What is Christianity? Is Christianity what we know? Is Christianity what we were taught by the Catholics? What we were taught by the Protestants? What we were taught by the people, the world out there? Aya ni honoki, aya ni Kristo. Is it the truth? Because when I discover, where did we find the name Christianity? Christianity is not Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Christianity, it is a name for those who follow Christ. So Christianity is not Christ. It is a name. But who coined the name Christianity? Is it the followers of Christ or the non-followers of Christ? It is those who hated Christ, the devil worshippers, the people who didn't want to see Christ. Those are the people who say, aya ni aromereri a Kristo. Aya ni aromereri, hawa ni wafuasi wa hawa. So who created that name Christianity? Is it the non-believers? So what is the foundation of the name Christianity? Spiritual foundation. It is a non-believer foundation. Bwana Yesu asifiwe sana. The founders of the name are non-believers. So the pillars of the name is from non-believing. Bwana Yesu asifiwe sana. The pillars of the name is non-believing. People who does not believe. And that is where you find in church. Most of the non-believers of Jesus Christ are in church, are not outside there. Hello. Most of the people who does not believe in Jesus Christ are not outside there, are inside in the church. Because the pillar, the foundation that created name Christianity did not emanate from the owner, but emanated from the people who rejected the owner. So the foundation of the name, it is not a good name for you. The foundation of the name is not meant to make you better. It's not supposed to make you that wonderful person. You only make it yourself. The Christianity, you have to prove yourself that this name, it was not meant for good, but now I have justified it. I have qualified it to be a good name. Bwana Yesu asifiwe sana. Like now Ndura was not made to be a good man. But Ndura tries as much as possible to make himself justifiable to be that good man. That is why you will not understand him really. Utakuwa ukiona Ndura every day you see a new Ndura. Tomorrow you see a new Ndura. Because there is a struggle I am in. Just trying and making sure I justify the God that is in me. Because the first thing you hear the name Ndura, what comes out to your mind? Ukiambia watu unasomaka kanisa ya Ndura, wanakuambia gaje? Yule wa Mugeke. Kitu ya kwanza ni hiyo. Yule wa Mugeke. Sasa unaanza kustaga. Ni ahonokire. Ni mwega ni ahonokire. But you are fighting a demon, a monster, and trying to justify it, which you should not be justifying it. Bwana Yesu asifiwe sana. It is me to bring that image of the man they want to see, because they don't have any other man in your mind apart from the Mugeke man. Now it is me to change that Mugeke man to that Christian man. So if you start justifying, you will answer many questions that are not necessary. So you better keep quiet.
That is, mwambie tu that's a man of God, na ninamheshimu na ninaheshimu mafuta yake. Don't go beyond that, because venye ananijua sivyo unanijua. Wangapi walinijua nikiwa kwa Mugike? Very few of you. Sidio, inua mkono wale walinijua nikiwa kwa Mugike. Wangapi wamenisikia sasa tukiwa hapa wananisikia nilikuwa kwa Mugike? Sasa ndio wanaanza kujua. Sasa utajibu swali gani? Do joy. Hujui nikichuka matatu, hujui nikisema wanawake watairishwe, hujui nikisema watu wavae nguo mrefu, hujui. Sasa what will you justify? There is nothing. So you better keep quiet, because what you don't understand, keep quiet to it. Let it work for itself. It will come out and the truth will be known. Once the truth is known, it will set you free. So let the process come. Do not make the process work. Let the process come. Christianity is a process of life. Christianity is a metamorphosis, something that is changing from one day to another day, something that is about to embroider you and produce a fabric that is needed by people. So Christianity is not an event, it's a process to purify and a process to make you become. Because God does not use qualified people. He qualifies people for him to use them. So there is nobody here is qualified. God will qualify you. And he will qualify you depending on why and the need he has for you. So if he has for you a need of an evangelist, he will qualify you in the line of evangelism. If he wants you to become a pastor, he will qualify you in the line of pastor. If he wants to qualify you to be in the line of a warrior, he will qualify you in the line of a warrior. Like now, if Kenya has a problem, he is most likely to pick Ndurawaruinge. Bwana Yesu asifiwe sana. Agnes Dogeshagoro. Kukimela mathina togora igwa kashagwa nini Ruto anafanya. The most likely person mwenye atainuliwa sasa. Na si atainuliwa, si most likely mwenye ameinuliwa sasa kiwango hii ni mimi. Kwa sababu mimi ni kangauro kutoka wapi? Mimi ni warrior, ni mtu wa kupigana vita. And the season now, it is saying ni season ya vita. Sasa mtu kama huyu hapo, mtu mnanakaga biguni na teremuka asubuhi, anajua vita. Akiguswa akiona kitu kinakuja kuna oh my god, oh my god, oh my god, oh my. Sasa hapa hakuna oh my god, hata hakuna kukumbuka Mungu, ni kuingia na kumbomoa na kuenda mnakumbukia Mungu kubere. Lakini sasa huyu ataanza na oh my god, oh my god, oh my god. Oh Jesus come. Jesus help us. Oh, this is the end of the world. Hakuna end of the world. Ni kungangana mjuanie huko mbele, end iko pale mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how you understand why God called you. Sasa chukua mtu kama mama kama huyu ni wa kuiba. Huyu mwende sasa kule kwa vita. Si ataanza inuliwe Bwana majeshi. Na sasa hiyo namwambia chukua paka. Kumeibana. Sasa kwambia inuliwe Bwana majeshi. Hapana. Unamwambia weka chini hiyo Bwana ya majeshi kwanza. Uchukua paka ikue hapa ndio ainuliwe paka ikiwa wapi? Hapa. Na atainuliwa na paka. Sasa haitainuliwa na kuiba. Bwana Yesu asifiwe sana. That's understanding. Once you understand why you have been called, you will not be quarreling with the people. Ukijiunderstand ujijue. Kwa sababu you are unique. You are just a unique person. Nobody looks like you, Roda. Tia kungangana ate mudo ni gira ofisi fulani. Tia kungangana ate mudo ni anyita microphone. No, don't ngangana. Because you are unique. You are an original person. And nobody is like you. And what God has called you for, nobody has it. So don't be bothered. Wamechukua microphone, tuacha chukue. Kama microphone haruhusiwi kushika, ataenda 2 minutes. Sauti inapotea. Maana atakuja, unajua, unaenda kwa mbao. Sauti imeenda 2 minutes. Mupatie tu. Kaa pale kado ngojea Mungu atende miujiza. Aliambia Jehoshaphat, sit down and see the development, the reverence I'm about to bring. Akaambia Musa, sit down and see. Why didn't he tell Musa go? Aliwaambia kaa chini, wacha wale wangangane, nikufundishie, wacha nikukamatie watu. By the time akaenda akaambia wana wa Israeli in the book of Deuteronomy 7, akawaambia ni wakati mutafika katika hizo inchi 7 zilizo na nguvu kualiko, when I shall hand them over to you.
He never told them that you're going to fight. That I will hand them over to you. So there is a process. You let God do that process. That process of fighting. That process of fighting for you. That process of conquering for you. Let it happen naturally. God will prepare it. God will take it where it is supposed. Why will you be able to have to do that? Because in your heart, God lives there. Then when you know that God lives here, you don't do battle. When the Jehoshaphat cried, we were studying that usiku juzi, how to make a petition. Jehoshaphat, after making the petition, yote, God realized, kube na ikaaga kwa hati ya Jehoshaphat. Maana the cry of Jehoshaphat ni kama alikuwa naambia Mungu, why then will you live in my heart if you can let these people to come and kill us? Why then will you allow? Wewe unakaa kwa hati yangu na hauoni, unakaa kwa hati ya hawa watu. Angalia venye wamefanya, wamesikia vita, hawakwenda vita, wamekuja kwako because they know unakaaga kwao. He argued his case. He argued his case. God came akamwambia, sasa wewe tulia, vita sio vyenu, wanatiga mkomaka. Lakini ukiangalia sana, Mungu hakuwa na hawa watu, alikuwa amewaondokea. Lakini venye waliplead kesi yao, ikabidi Mungu asikie aibu akarudi. Kwa sababu Mungu alikuja kulia, hata Mungu alikuwa na sahau hiki, alikuwa amesahau atena kaaga ndani ya watu. Watu. Wakati walimwambia, wakamwambia katika na kai. Watu ameko guatea. Eti lega hiyo nake. Watu ameko guatea. Alirudi na akawasaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. For you to win battles, for you to conquer, that heart of yours must be accommodative to have God in it. To have Jesus in it. But if you don't have Jesus in your heart, you will be arrogant, you will be bossy, you will be controlling, you will be manipulating, you will be hurting, and you will be heartless. So many people who are heartless, manipulating, people who are arrogant, people who live like they don't live on earth, it's because they don't have Christ in them. You have your own class. You are living in your own world. You are doing things on your own violation. You are not with the people. When you live, Jesus lives in your heart. You accommodate everybody. Because you are not fearing him. You are not fearing her. You are not fearing there. You are not fearing this. You look at a person. You mirror them and you see God. So every time when you see a person coming to your life, you see God first. Until otherwise. But first of all, when I saw you, I saw God. Sasa ni wewe ujiproof kube ukuagi Mungu wewe ni nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. So you make everything qualify itself according to seasons and the times. Because it is only through the seasons and times you get to understand these people. You get to know these people. And allow everybody, allow every scorpion, allow every snake, allow every monkey, allow every crocodile to walk with you. As you walk together, you will be able to know kube hii inakuwaga crocodile, kube hii inakuwaga scorpion, kube hii inakuwaga nyani. Bwana Yesu asifiwe sana. So position yourself for God's purposes. That's my topic tonight. It's under what? Christianity lies in the heart. The subtopic for now is position yourself for God's purpose. How do we position ourselves for the God's purpose? Positioning is the most important thing, because most of us have lost chances with God because we failed to position. God will bring a move into your life. God will bring a business into your life. God will bring a man or a woman into your life. God will bring you to a sanctuary like this one, and then positions, he pushes you to a certain position. It is not demonic. Me being your boyfriend is not demonic as long as I am not married. You being a girlfriend to me is not demonic as long as you are not married. But this is a position that God has created because there is something ahead of you. As long as wewe umeokoka, you are guided, your paths are guided by God. If umeokoka, na unajua kweli umeokoka, every move that happens along your way, the people that will come along your way are heavenly commanded. Bwana Yesu asifiwe sana. Because when you woke up in the morning, you told God, command my path. So whoever that came to you is not demonic. He's not sent by the devil.
push them away. Why? Because God is in your heart. Hallelujah. Therefore, whatever thing, whatever message, whatever move that is happening today, whatever move that happened yesterday, whatever move that was there previous week that came to your life and you are comfortable with it, it is godly. So what you need to do, it is now, once you find it's godly, let God reveal to you, why did this woman come to your life? Why did this man come to your life? Because many of us have been presented to by God what we desire, what we prayed for. But God did not come in a manner that you had asked. God did not come in a manner, in a direction you wanted. He comes in a very awkward direction. And because he knows how you take things and how you look at things and how you see things, then he will come in the opposite way, because he wants to rectify you and see things in his own eye. Because if you cannot see things in the eye of God, then you are not going to qualify. Then you are not going to be successful. You must be able to see things. Like now this woman is a holy woman, a very good woman, a heavenly bound woman who lives and sleeps in heaven. Sasa ameteremuka, amekutana na Waruinge. Waruinge amemwambia sasa ni aje. Hallelujah. Na nimekushika kia okera. Nyokohorobisha. Na nimekushika hivi. That this is a heavenly living woman. Residence yake ni kule heaven. Sasa kutoka hapa nikimwachilia tu, najua nilimshika kwa sababu ni apostle. Akaogopa, akaleta tu mkono. Lakini nikiachana na rima rondorobosa, ninakemea usherati, ninakemea rokota babara. Yeah. Kube, I was an angel sent to you. And that was the moment. That was the season that God wanted to connect me and you. That prayer you prayed yesterday has been answered, but in a different direction. The prayer you prayed yesterday has been answered, but from a different quarter. Unexpected area. It has come. Sasa wewe utaona shetani, hautaona Mungu. Utaona sasa unaanza kukemea, unaanza kusabaratisha, unaanza your own baby, your own gift, your own moment unaisabaratisha. Now, what will happen? God will reverse it and wait for another time. Kama inakuja after 10 years, you will wait for another man wa 10 years. Sasa angalia, nilikuja nikiwa kijana. Si unaona niko kijana na niko na meno yote. Sasa niangalie ni 10 years nitakuwa namna gani? Kibogoyo. Na namba 2, sitakuwa nikinyoa madefu, nitakuwa na majevu ya white, na unajua nitakuwa ya white. Alafu mimi si wale watu wanakuwa na nywele mrefu, ni ile nywele unachanuaga inawakisha taa kwa nyumba, kale kanywele. Unajua kuna kale kanywele tulikuwa tuna kompu hivi, unaona kana waka hivi, that is my, hiyo ndio hair, ndio unaona kana nyoaga yote. Kwa sababu ni iwezi kupita hapa. Kitu kama hapa haiwezi kupita, ikipita hapo inajikoil. Sasa nitakuwa kimoja hapa, kegini hapa, itabidi nilikuwa na kaaga na kichana wapi hapa, nikikaa kidogo na ukisikia venye nalia unausikia kama nikisiagi kinapita wapi kwa kichwa. Sasa imagine, kwa sababu sitakuwa na hiyo time ya kunyoa, sitakuwa na nitaachilia madevu, hiyo itakuwa ni chikichuka ng'ombe huko. Unaweza imagine kile wateire dali munini, kile wateire ogeaje. Sasa ukikuja huko, badala nikwambie tukae vizuri, nitakwambia tu tukalilie ng'ombe. Sasa unashaka unatokwaje kulilia ng'ombe, utaanza kuchuka ng'ombe namna gani? Mimi nilikuja hapa kuchuka ng'ombe ama nilikuja mapenzi? Utile mtu togedeka. Yani you cannot employ somebody to go chuka ng'ombe. Mimi nikwende nikachuke ng'ombe. Alafu nina huko kwetu kwa cotton soil. Unaenda kiatu inakata soru, inawacha soru huko chini. Bwana Yesu asifiwe sana. When happiness I was presented to you vizuri on a silver platter. Unitafune vizuri na kijiko na sasa imagine wale heiro na kahio na kahoma kega utinagie ukatakate mzuri ukurage pole na meno yote. Sasa unaletea wakati nimekaa kama ugali ya Jaruo. Lazima nikate hivi na katagwa. Unashika unamoja, unarusha juu, unachukua chakula, unashika ugali unakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Position yourself for God to use you. Position yourself to enter into the rest of God. Entering the rest. Mapumziko. Entering into the will of God. You must position yourself and capture the moment. If God has presented that moment to you, capture it and capture nicely, because there are other options with God.
You are not the only option. God has other options with you. So you are the axe and a weapon of war to break in pieces nations and destroy kingdoms. You are an axe. Where you are a vessel of war. You are a vessel to combat. You are a vessel to win. You are a vessel to win. So if God has presented you with a position, has presented you with a timing, has presented you with something, you already need to know you are a vessel. So whatever that has been presented to me and it is not good, and even if it is not good, I am a vessel to go to war and rectify it. I am an axe. Mimi ni shoka ya kukata, kutengeneza iingie vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. You will never find a very good man. You will never find a very good woman. You will never find a very good pastor. You will never find a very good evangelist. You will never find anybody that is good. We grow day by day. And as we grow day by day, we are going to succeed this battle if only we position ourselves in a position of being rectified. Nobody is perfect. You must position yourself where you can be rectified. Not where you will be perfect. Not where you will be seen as an angel. Not where you will be seen as supernatural. But where you are going to be rectified. And they agree to be rectified. And agree to be told. And agree to become. And agree to know that you are in a process of God. A process to purify you. Because you have to be purified. Lazima uchomwe. Lazima uchomwe vizuri mpaka uive. Bwana Yesu asifiwe sana. So once you know that you are the axe and a weapon of war, that you must understand. When you are an axe and a weapon of war, just imagine what happens to an axe. Before it is sent to go and cut, it is taken through grinder. Inakatwa, inanolewa. Unataka kuniambia ikinolewa, hizo machuma zinatokaga. Just jifanye wewe ndio hiyo shoka. Hiyo ndio inolewe. Inolewe hiyo mpaka ikuwe sharp hapa. Hiyo mchuma ndio itoke. How painful is it? It must be very painful. If it was alive, that's a very painful process. For it kuwa sharpened mpaka iende ikate mti mwingine na hasira. Ndio unaona shoka inagushaka kimuti kimetosha na nini? Inakata kwa sababu ya hasira ikijua venye ilitengenezwa. So that is how you become. That is how you position yourself. You don't run away from issues. You don't run away from things. You wabiagi Mungu ati niondolee hii shida kwa mabega. Unaambia Mungu niogese mabega yangu ikuwe na stamina na ikuwe kubwa kubeba matatizo zaidi. And that is what will make you succeed. Once if you fail, God tena atakuletea ukiwa miaka ingine 10, ukiwa kibogoyo, atakuletea sasa mtu kibogoyo. Atakuleta sasa unakunanga kuna tumsee tunakujaga tunajiita tu bishop hapa. Kamsee kanajiita bishop. Hakana kanisa, unamuuliza uliwahi kuwa na kanisa? Sijawahi kuwa na kanisa mimi, naedaga nikifungua makanisa. Sasa unamuuliza katika hiyo kufungua makanisa, hukuona vizuri ufungue moja yako? Ati hapana, I was called kwenda kufungua makanisa. Namuuliza ulifungua kanisa gani moja imesimama? Unfortunately, wale watu nilikuwa, they didn't see mwito, they didn't see God in me, they did tap to the anointing. Kanisa hizo zote zilianguka. Unajua shida si hiyo kanisa, shida sio hawa watu, shida ni wewe. Ile bego ulipanda bego gani? You must be able to position yourself. You must be able to allow God to use you like an axe, because you are an axe and a weapon of war. At any single time, uende ukikaga una ukijuaga, you are a weapon of war. In your life is warfare. Whatever has been presented to you by God, fight for it, defend it, and make it perfect the way you want it to become. You don't just you don't wait until say Mungu bring me the bread, then bring the butter, then bring what? God will give you a shamba when they upande wheat bread for it to come. Bwana Yesu asifiwe sana. If you want meat, God will never give you meat. God gave you a cow. Wende uchunge cow ndio utoe meat huko. If you want a kiti, God will never give you a kiti. Alikupatia mti, utengeneze, utumie akili utengeneze kiti. God does not give you things directly. God does not give you that good. Wakona shariga kimodrome kiega kihonoku kikiraga wega kikiraga matuine. You will never get it. For those who want to sit in a very good seat, a mahogany seat, God will never give you that mahogany seat. He will give you a tree in Lubumbashi. A tree not in Kenya. A tree where? In Lubumbashi. And it will be cut from Lubumbashi,
brought all the way up to Nairobi, then you pick it from there, then a seat will come out. Bwana Yesu asifiwe sana. You have to qualify that which God has given you. You have to qualify that what you want qualifies it. There is nothing that is qualified. There is nothing that is good. There is nothing that is perfect. You got to qualify. And that's why you are created. Once you are created, you are given the role of procreation. Bwana Yesu asifiwe sana. It is now in your hand to make it better, smarter, and produce the product that you want. Because you are a vessel. You are a vessel and a weapon of warfare. Then Christianity, when in the book of Ephesians 3, verse number 17, the book of Ephesians 3, verse number 17, that Christ makes his home in your heart through faith. Christ makes in home in your heart through what? Through faith. Meaning, faith must grow. For us to be successful, faith must what? Grow, must become, you must win. That Christ may dwell in your heart through faith. It is through faith that you allow Christ to dwell in your heart. So that you must have faith. And faith must grow. And faith must what? Must grow. Faith is grown. Faith is not stagnant. It's still statute. It is a grown product that you have to grow continuously. You make it grow. Pole, you grow. Have faith in your pastor. Have faith in washirika wako. Have faith in that business. Have faith in that work you are doing. Have faith in that man you are with. Have faith in that woman. Grow the faith. Because all of us have shortcomings. All of us, anything that you do is not complete. Anything that God has given you, it is not complete. Even the children that God gives you, atakuzalia utazaliwa unabii ati ndani yako kuna mfalme. Sasa mbona mfalme hatazaliwa akiwa mfalme, atazaliwa akiwa mtoto. Sasa kutoka hapo, it is the you to have faith na huyu mtoto, unajua this child atakuja kukuwa nini? Mfalme. Kwa hivyo ni uende kumupeleka step zote za kifalme mpaka akue. Na sio umpeleke kama mfalme, ni umpeleke kama mtoto. Maana huyu mfalme atakunia kwa mgogo yako. Huyu mfalme atafugwa diaper. Huyu mfalme atakukojolea. Huyu mfalme utakuta kikula mafi. Huyo mfalme tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo utamulea si kama mfalme, utamulea kama mtoto. Naye process ya kifalme ianze kukua ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio kusema kushinda vita. That Christ may dwell in your heart through faith. That you being rooted and grounded in love. So there is nothing you can achieve like a church this one if you don't have love. Faith cannot succeed where there is no love. You must love. You must care. You must be there principally to make these things work in a manner that God wants. Because without love, kanisa kama hii, kwa sababu kanisa hii kanaonaka mnakuaga na mavita nyingi sana. Vita hapa, vita pale. Nilikuja nikapatia Nase kithori, akalilia hapo, akalilia naye Nase akasahau. Alisahau, unajua alikuwa mbeleni, hajawahi pata mtu ambaye anaweza kumwambia you are beautiful, you are wonderful, you are wonderfully created. Wewe ni mtu. Kwa sababu I'm looking her from the perspective ni mtoto wa Mungu. And you are wonderfully and beautifully. Sasa kiliposikia hivyo, kikafikiria kimefika home. Kikalalia hapa, agitaruta rwake ruode hatu haliku. Na akarara, na akasahau, na akaanza kungorota. Sasa wakati wake nikaona amepona. Nikachukua Charity kumuleta hapa. Huyu ameweza kukatalia hapo. Sasa huyu badala ya appreciate ashapona, anaendaga maombi. Ninafunga Charity, ninamhuku saraba shandara, ninakatoto doboribasha, riakatakatakatakatakataka. Ile vita itainuka. Na hajui nilimpatia gethori temporarily. Ni ile shida niliona amekuja nao, nikampatia gethori alalia hapa. Sasa na ajulisi kabla yeye kulikuwa na wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla yeye akuje ndio alalie hii. Yeye ndiye alikuja ukiwa wa kwanza. Ulikuja ukakuta watu wamejaa kanisani. Na ulipokuja ukakuta watu wao wote walililia wapi? Ndio nasikia kwa wakati mwingine hapa pananuka. Kwa sababu ni wengi wamemwaga rotarua wapi? Hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So without love of understanding that God has done you well,
God has made you well, has made you whole. Amekusaidia, amekutuma kwa mtumishi wake ambaye alizungumza na wewe, ambaye alikupatia mapenzi, ambaye alikunyenyekesha, ambaye alikusaidia, ambaye alisimama na wewe when nobody could have stood with you. Sasa wewe ukafikiria wewe ndio ulikuwa wa mwisho. Unafaa kujua hata hauko katikati, uko pali kule nyuma. Hata hujafika laini, hujafika katikati. Kuna wengine wako nyuma na wanataka kukuja. Hata unasikia unadugwa na huko naambiwa wewe ni nani leo next. Na sasa ukiotolewa, wacha kwenda maombi. Wacha kwenda kupiga watu ati huyu amekunyang'anya mtu yako. Hakuna mtu yako hapa. Huyu ni mtu wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu. Amekuja hapa kama mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yuko Josephine. Ni one. Okay, here no go. Wadhani ya gosho. Yes, ndio unakuta you grow rough. If a church like this one, we can grow rough. Ukiona Agnes unaona dada. Ukiona Jerry unaona mtumishi wa Mungu. Ukiona Charity unaona this is a vessel of God and I need it. The church will grow. Love will grow. Prosperity will come. Things will just start. Miracles will just happen. Because the atmosphere inakubalisha, inagitisha, inakubalisha upendo wa Mungu, inakubalisha the presence of God. Because where there is love, God is there. Because God is love and love is who? Is God. Let's practice 1 week. Kanisa tuweke ujinga yote chini, to practice only 1 week. Tuone kama ni mzuri tuendelee. After 1 week tuone kama ni mzuri tuendelee ama turudi kwa ushetani. Tuone the benefit. In 1 week we see the benefits of love. That when I see Shiko hapa, ninaona ni dada yangu mzuri. Nikiona Roda hapa, ninaona ni dada yangu. Nikienda kwa maombi, ati siwezi kulala bila kuombea Ani hapa. Siwezi kulala bila kuombea dada yangu hapa. Because she is my sister in Christ. She is my sister that God has called. Amemuleta karibu na mimi so that I can be able to be with you. Ukiona nimepatia huyu kazi, nimemappoint, simama hapa. Mnaushikana nyinyi yote mikono, mnamwambia Mungu akubariki kwa hiyo kazi. Na ufanye kwa uadilifu, na sisi tutaendelea kusimama na wewe kwa hiyo kazi. Wacha nikuappoint hapa, nikwambie wewe ni secretary wa kanisa. Utahitaji Mungu. Kwa hii kanisa utahitaji Mungu mkubwa. Sababu maombi automatically inaanza riba shenda bokotaya. Ria kandoro. Baba imagine. Ni Mungu anabia. Baba ta imagine. Huyo akachaguliwa sasa secretary. Yaani yeye ako na nini? Hata ukimuona venye yako, hata ajui kuburashi meno, hata nywele yake ajui kutengeneza. Ati secretary wa mtumishi wako mkubwa hivyo. Mtumishi wako na ndivyo yako mkubwa kwa secretary. Yatatuaipisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta watu wanapigana na ni Mungu amesema. Ukiona nimeappoint mtu, nimekuappoint. Si mimi nilisema, Mungu amenizungumzia kama mara 3. Ameniambia ndio huyo mtu nimetuma atafanya ile kazi inataka. Kwa sababu Mungu atapitia kwa huyo mtu kufanikisha ile kazi inatakikana kwa wiki hii, kwa mwezi huu, kwa mwezi ujao, kwa mwaka ujao. Yeye ndiye atatumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati, maana God is a God of season and times, and within the season he appoints, within the season he lives, within the season he creates, within the season he makes. There is no permanency. God will continue making it work because he want to justify and he want to qualify and qualified. Nobody will come to this church qualified. Nobody will come into any business qualified. Nobody will be married qualified. Nobody will be kama kwa mfano wale wanawake mnatafutaka wanaume qualified ama wale wanaume wanatafutaka wanawake qualified, you never find one. There is none. Onadi hakuna hata mmoja amezaliwa qualified. Hakuna. Na kama tukoje tu utaimagine wena miaka yote ugeterera kimudu qualified yoke ni agagioka ndido gukura nikira kedora na urugu kora karakada gutumira nikuna ndona tawadurai bali go na ni mwana wako mada good pigieni yeye makofi ciana cia komada yes. Christianity is about allowing Christ himself to dwell within us. Bwana Yesu asifiwe sana. In the book of Galatians 5 verse 24. Galatians 5 verse 24. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh along with its passion and desires.
Galatians 5 verse 24. And those who are Christ, yani, and those who belong to Christ have crucified the flesh with its passion and desires. They have crucified the flesh. They have crucified themselves. Those who belong to Christ wame crucify. Ani hakutile kedo na gakenene. Todo nia bite mwili wake. Akaba meshiria make. Akaba desires yake. Akashigirira mutarafa iguru. Na akawa, I am a child of the Most High. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unakuta behavior na karakta yake anakaa kulingana na Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo alikuwa mang'aa. Mnajua hivyo? Kama kuna mang'aa dunia hii, alikuwa Kristo. Alikuwa Kristo. Hebu saizi uende kwa kanisa ya mtu uanze kupindua mamesa ukichapa watu, utararuliwa wenye utawe. Huyu jamaa aliingia kanisani akakuta watu wakimefanya kanisa soko. Alichukua nyahunyo akaanza kuwanyorosa. Sasa swali naulizaga moja. Hapo kwa hiyo kanisa kulikuwa na duka? Mkisoma Biblia. Na nyahunyo alitoa wapi? Huyu jamaa alikuwa anatembea na nyahunyo. Huyu jamaa alikuwa anatembea na nyahunyo. Yes, that is the character of this man. Hakuwa mtu mzuri sana hivyo mnafikiriaga. Ni mtu alikuwa ame-crucify his flesh. Anajua my word is for God. My position is for God. My work is for God. Nothing beyond this. I'm serving a mighty God who is not supposed to be tampered with. That is why he carried people like Peter akia na panga. Unataka kuniambia aliona mapepo zingine hakuona panga? Wanatembea na watu akienda anaona mapepo, anaona mama mwingine yuko na pepo, anaona, lakini hajuagi kuna jamaa anabeba panga. Alikuwa anajua. Na in fact ni yeye alimwambia kuwa panga. Ngeitaka na dumo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na labda yeye mimi nachunguza, nafanya investigation nijue. Niamini kama ni yeye aliambia twakinya hana ali nigetha ndo amato tabole ile tarebolege gutonengo chokia. Peter kaenda huko na kafanya moto kwa. Akarudi akamuuliza, "Wewe niki wage kameni?" Akachukua because he never hakupiga kelele. Unasikia kama alipiga kelele? It was like he was prepared for it. Na akachukua masikio na akarudi. Na akarudi akamwambia, "Rudisha kisu nitakwambia kasi yake." Ndio wajue tunabebaka kisu na inakuwaka na kasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Because that was hiyo ndio statement Yesu alitaka anataka hawa watu wasikie ndio wajue these are not ordinary people. Hii ni jeshi na inaweza kuchija wewe. The broad daylight. Na akarudisha msikio. Ni ile tu ile ya kukwambia don't joke with us, Yeah, this is an army. Udugatuone wana usitubebe ujinga. Hiyo ndio statement ya Yesu. Usitubebe ujinga. Kana ni ate aginesi hagu. Reigu ate. Tunasikia ni kama hiyo statement inaenda hivyo. Maana he was not surprised. Nimejaribu kusoma hiyo mistari nione kama alistuka, he was not surprised. Nione kama aliuliza huyu, kwa nini unataka kuniharibia huduma? He did not ask that question. Wakati alirudisha, alimake statement nyingine. Rudisha kisu nitakuonyesha kazi yake. Meaning kazi bado inakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni I'm thinking loudly. In the book of Romans, chapter number 8, verse 9 and 10, if Christ, the book of Romans, chapter number 8, verse 9 and 10, if Christ does not reside in us, wow, but you are not in the flesh, but in the spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not of his. Bwana Yesu asifiwe sana. You are not of Christ if the Spirit of Christ does not dwell in you. If you still have somebody you hate in this church, if you still have somebody you want to fight, if you still have somebody you want to bring down, if you still have somebody that you cannot accommodate, eti kwa sababu unaona ni kama hakai, hafai, hakumzuri, then the Spirit of Christ is not in him. Verse number 10. And if Christ is not in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. This is the body is dead if Christ is not in you. If you are not able to accommodate, if you are not able to walk the work of God, if you have somebody that you fight, if you have somebody you are still backstabbing, is because you are dead. Hebu muulize mwenzako yako karibu nawe. Muulize umekufa. Muulize wewe ni mkufu.
Muulize wewe ni mkufu. Muulize wewe mkufu. Amekwambiaje? Hajakufa. Muulize na hii masegenyo mingi unakuaga nayo ni ya wapi? Maana si ya watu wako hai. Hii hate unakuaga nayo. Kuna watu huwezi kusukumusa nao kanisani. Kuna watu huwezi kutembea na wao. Kuna watu huwezi kuaccommodate. Why? If you are alive. If you have something, you have a grudge with anybody here. If you have something that you have, you are born to pick with somebody here, you are dead. You are dead. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hauwezi kufurahia mtu mwingine amepatiwa ile kazi ulikuwa unafanya, you are dead. Kama hauwezi kufurahia mtu akikula chakula ile ambayo ungepatiwa lakini umepatiwa ingine, ulikuwa unataka chapati mtu mwingine amechukua umeipatiwa pilau na unaenda ukigunungunika kwa moyo, ujue you are dead. Hebu angalia mwenzako kulingana na ile tabia unamjua, usimzungumzie na uria umwe mwego ku kanitha-ine ta murore wone kana ni kiba wina kio hau kana ni mundu uria umwe ta murore tono ni muoyo uria mudukanaga tuhiu guku ni muoyo uria mwekanaga guku urore ni andu igana twi muoyo guku. Angalia tu, angalia, hebu zungusha kichwa yako, chukusa, angalia tuko na maiti gapi hapa. Yes, si all left kwa gurufu na makasiriko. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello, that is how you get yourself. You need to be alive with Christ. You need to be righteous. You need to walk. Righteous is not kukua msafi, nadhifu, kutembea bako unatembea kikristo. Being righteous, it is what is in your heart. How do you accommodate people? How do you accommodate the word of God? How do you accommodate? How do you love people wakikuja hapa? When you see a visitor hapa ameingia, how do you handle that visitor? Ama ni kukibisana na yeye kwenda kwa sababu umesikia ametoka Amerika, unakibisana na yeye kumuomba namba ya simu. But nothing you have for them. You've not even encouraged. Ukiona mtu ametoka Amerika amekuja kanisa ya Ndura hapa, na wale watu ni watu wanakaga kule Amerika, very righteous people. Ukiona mtu ametoka Germany amekuja hapa na ameanza kufanya kitu, wachana na yeye. Naonaga watu wengine wanachukia shiko ametengeneza huko. Na wewe tumekaa na wewe hata tissue hujawahi nunua. Shiko ametoka ukiona ile shida imemtoa Germany, ndio akuje afanye kazi ya Mungu. Wachana na yeye. Please, I ask you, wachana na nini? Kama wewe umeshindwa kujega, wacha mtu mwingine aje. Ukiona mtu amekuja amenunua hizi viti zote, ametoka Amerika, si ati hakuwa na haja na hiyo pesa, sio kwa hakuwa na mtoto anaweza kusimamia hiyo pesa. Hapana, nego tide kwa tide keto ni maudo ginyago kakurukuriku. Na gatide kwa na kimudo kiria thoire. Ndura. Yes, akiroho hiyo kanisa ya Ndura, huko ndio utapata msaada wako. Kuna mashida zingine mko nazo, si magonjwa mko nayo, lakini kuna kitu imekukamatia kwa anga. Kuna mtu amekukamata anga yako. Kuna mtu ameharibu. You can never kwe mudo kujugeire mwae na muju mudhari na hana okonyota na ndio ngekenywa muju ni weterera muju waikoroke uwetera ginya mathaa manana na ekirete kamulisha na hauthi mathi ko hwaka ujuga na hauthi mathi ko hwaka ujuga na ana kuangalia, ukiangalia kado unajua na mudo mwenye watu watidai koko. Sasa ukipiduka kidogo, sasa by the time ukuje kujua, until you are humble, until you come down, that's the time God will come and reveal you to say, kuna watu katika maisha yako bado wamekukamata. Kuna watu wako wamezuia baraka yako. Kuna watu wako katika misingi yako, iwe ni shosho, iwe ni guka, iwe ni brother, iwe ni sister, iwe ni former husband, ex, wote. Kuwe ni mchungaji ambao ulikuwa chini yake, they have a role, they are praying ambayo inakuaffect katika maisha yako. And this is the most important thing. That's why I say we must perpetuate love. When you perpetuate the love of God, the love of God can expel anything from your body, can remove anything. When you have that love of God towards mankind, towards anything, then it changes every situation. Love brings a building like this one down. Love builds a building like this one up. Bwana Yesu asifiwe sana. If for the secret of you, for you to become that good vessel that God wants you, you must exercise maximum love. Maximum.
Msikia Lilian, maximum, not small love, maximum. Don't be pissed up ushiko. Usiegate nyonaga grace ya ukaiwa kutahika. No, don't have it. No, see grace. Unaona grace, unaona Mungu. Unaona Josephine, unaona Mungu. Unaona huyo mwingine, unaona Mungu. That love inang'oanga kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaharibu kila kitu, because the love of God thunders. The love of God is like an earthquake. The love of God can create, can change everything. When God loves you, everybody will love you. Everybody and anybody and anything. Milango itafunguka. Unapita tu mahali unasikia Ruto anakuita for nothing. Na niko hetoka kwa hetoka. Anasema nitie huyo mama. Wewe unafikiria unaitwa kwa sababu ya ile maneno yenu, lakini kumbe ni favor ya Mungu imeteremka. Ukienda huko Ruto na kuuliza unafanya kazi gani, namwambia sina kazi. Unaweza taka kufanya kazi gani? Yote tu. Anaangalia hivi, anaangalia minister wa nini? Minister wa cooperative sama wa kitu, naambia we minister saidieni huyo mama. That's an order because of love. Bwana Yesu asifiwe sana. So if you can practice love in this church, you can imagine ukikomadi Mungu anateremka hapa peke yake, anakuja na wauliza wewe unataka nini, unamuelezea, unasikia wewe deal with this case, wewe deal with this case, because of the love. The love brings God here. Love brings God into your life. Love brings God into whatever you are doing. Love breaks everything. Bwana Yesu asifiwe sana. And in the book of 1 John chapter number 2 verse 6. 1 John chapter number 2 verse 6. When Christ lives in us, all old behaviors fades away. All old behaviors will just fade away when you allow Christ to be in you. So when you are saying me nimekuja kwako, sijakuja kwako nikiwa that, because Christ is living in me. All the old behaviors zilienda. Ni venye tu amenituma, kwa sababu hajanituma, hakuna jingine anaweza kutumia kunituma. Atanituma tu kwako Agnes. Nikuje nikwambie baby, tukanywe kahawa. Ukiniona nimekuitia kahawa, ujue ni Mungu amefanya nini? Enda tu kunywa kahawa. Tukunywe tu pole pole. Sasa uanze ku develop love na mimi ni develop love. Yes. Kutoka hapo, he who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. He who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. Kama unasema you abide in Christ, you must walk like Christ. Kama unasema you abide in Christ, you must live like Christ. You must behave like Christ, and you must do things like Christ. You must be where Christ is. You must be that vessel that Christ wants to use. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the most important thing that we have. That do not be saying that I abide in Christ, but you are not making it. You are not doing it as he did. You are not a giver. You are not a cheerful giver. You are not a lover. You are not a caring person. You are not desiring to see the good for other people. You must desire to see other people develop. You must desire to see other people even go beyond you. Who are elevated beyond you. You don't pull them down. You allow. If somebody has been in a position of uplifting, push that person to aende kabisa. Apande to the level that this person, if he goes to the level that God wants, his image and whatever that is happening around him, it will glorify the name of God. When I see you succeeding, you are glorifying the God I'm talking about. If I see you becoming great man, I am glorifying, and this is glorification to God. Your success is glorification to God, making it that we go and say, angalia yule dada venye Mungu alimuinua, angalia yule mama venye biashara yake imekuwa, angalia yule mjamaa venye huduma yake imekuwa, ndani yake kisima kiko kikubwa. When you desire to make that person successful, na unamuombea aendelee juu hata kama uko chini, then that is what we call abiding in Christ and walking his walk. Because Jesus desired, he said, mutakuja, wale watakuja nyuma yangu, they even perform more miracles than me. Bwana Yesu asifiwe sana. He desired that people succeed. He desired that people become. He desired that things will come and grow. Don't fight them. Allow them. Pray for them to become. Pray for these people. Ombea watu hapa manabii wakubwa wa kimataifa watokelezee. Ombea watu hapa kutoke maprophets na maprofesa na watu ambao wanafanya biashara local na international. Wacha kwenda kuwapiga huko na maombi ukifuka. Ukitoa masadaka zingine unaenda unakojolea noti alafu unakuja kupatia mtu hapa ati ndio kazi yake, ati huduma yake ikwame. Wewe ni
mchawi. Sura baya. Nekashikari kapata mutikamake. Remember, there is still beauty ahead. Every time, there is still the beauty of God. No matter how you are looking today, there is still a beauty ahead of you. You are still beautiful. You are still becoming. You are still in the process of purification, the process of modification, the process of you being produced. That person that God brought to you, hakuwa perfect. God never brought you a perfect person. Perfect that person. Make him to become that vessel that God can use. That vessel that God desired. That vessel that God anataka. Make him. Don't overqualify yourself. Don't look at yourself like you are a very good person on earth. No. He brought you because he was testing. Alitaka kuangalia wewe kama unaweza kuvumilia huyo mtu. Wewe kama unaweza kuvumilia hiyo shida. Wewe kama unaweza kuvumilia hiyo jia. Because anataka kuangalia. Anataka kukupatia responsibility ya watu 500. Anakupatia kimutu kimoja kinakaa dola. Kichafu, kiarogad, kimutu akina love. Sasa anataka how can you accommodate this man? Because hiki kimutu kimebeba watu karibu 10,000. Sasa katika hao watu 10,000 anataka kukata watu 500 akupatie. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu sasa ukakosa kunielewa. Ukakosa kunituliza vizuri, uniweke chini. Unilaze kwenye kijani kibichi. Tuangalie mwisho kitabu cha Isaiah 61 verse 3. Isaiah, remember there is still beauty that is ahead of you. The book of Isaiah chapter number 61 verse number 3 inasema ya kwamba to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. Wow. How a beautiful ending is that. Bwana Yesu asifiwe sana. Look at everybody and see God in that somebody. Look at everything you are seeing, everything around you, and see God in that thing. Look in every work you are doing and see God. Look at every success of your neighbor, of your friend, of a person around you, and see the beauty of God. The success of your colleague, the success of that person qualifies you, makes you to become great, makes you to become successful, makes you to win battles after battles. Bwana Yesu asifiwe sana. Because on this you see that God has 3 things in this, that the Lord promised to provide for you a crown of beauty. God has promised to provide for you a crown of beauty instead of what? Ashes. And number 2, he has promised to provide the oil of gladness instead of what? Mourning. Bwana Yesu asifiwe sana. And number 3, he has promised to provide a garment of praise for the spirit of instead of the spirit of heaviness. There is a garment. Atakuvalisha nguo ya kumsifu Mungu, nguo ya kumtukuza Mungu, nguo ya kukua wewe ni baraka kwa watu. At least every single day, be a blessing to that person. Be a blessing to a neighbor you don't know. A neighbor you don't even understand who he is. Anybody around, be a blessing to them. Speak a word of blessing to them. Ukitembea ukibebwa na makanga, unasikia makanga ameshinda akitukana watu. Be a blessing, mwambie God bless you. Ukishuka kwa gari mwambie may God bless you. That alone, it will inspire some love upon him. Na ataona, it has stirred something in him. And this man tomorrow utakuta kwambia, Bwana asifiwe, because you start. Kuna kitu liachilia ambacho kinabadilisha. Tusimame tu kwa miguu yetu.